Man we are sending off today, Honorable Were, has been Member of Parliament from 2017. So we joined Parliament in 2013 ourselves. He joined us in 2017, and he's been a close friend and ally of mine and of many members. Were was a simple man. He didn't have many complications. His life was very simple and very straight. He loved his family. He was orderly. He planned his things very, very well. And Were loved his constituents. He lived for them. I have never seen a member of parliament who, unless he's outside the country, because even me, I've been in Bunge there, but Were, unless he's outside the country, he's in his constituency. And he can attend 10 funerals in a day. He will go to a small funeral, any funeral, Were goes there. Every week, if you call him, he'll tell you, I'm meeting such a clan, and this clan, and that clan, and he's forever meeting with his people, forever engaged for his people. Were was a very truthful man. You couldn't second guess him on any issue. What he told you is what it was, and he didn't care. If he wasn't supporting you on a matter, he would just tell you, this one, I'm not supporting you on this one because of A, B, C. And if he was supporting you, for example, when I decided to run for governor, he decided to support me. And he just came out, you know, and nobody wanted to really come out, but he just came out and said, Pinyo se uoyo. It means dunia imenena. Kwamba governor hapa atakuwa mama, and he followed it with mobilization. And in his constituency, I didn't have to even think about the constituency. He was in charge of that constituency. This Were, he loved Baba. In fact, if you wanted to disagree with Were, tell him something against what Baba wants. So he was, I think his colleagues will attest. If you just talk, you can tell very many stories. But when it comes to Baba's position, he will follow it to the hilt. Father, Were loved the church. He was a proud Catholic. He loved his church. He loved his priests. Even if he met them wherever, he would say, let me first go and greet my priest, then I will come. So that was Were. And we have lost a great man. But the Bible says that all things work together for good for them who love the Lord and are called according to his purposes. So we want to leave him to God and to say that let justice be done for Were and for his family, so that he can rest well wherever that he is. And I want to use this opportunity to say that, to welcome all members of parliament and the speakers to Homa Bay on Friday, so that we can give Mheshimiwa Were a well-deserved and dignified send-off. I know that the people of Homa Bay will be peaceful. The people of Homa Bay and friends and family and the people of Kasipul will be calm. They will be patient as they wait for the authorities, and they will welcome each and every one of us as we come to send off this great son of the soil. Thank you so much for coming in great numbers to mourn with us. And at this juncture, allow me to then welcome the Cabinet Secretary for Energy, who's also a very good friend of Were's, Honorable James Opio Wandai. I know that you are also there, before Jeanette, you are also Were's leader in the National Assembly. Karibu. The church, Sir Charles Were's family, fellow mourners, will say very little indeed. As Governor Wanga has said already, Charles joined us in the 12th Parliament, that is in 2017, and we worked very closely with him. In the 13th Parliament,
at least the first part of 13th Parliament, I was his leader. And I can for sure attest to the fact that Charles Were was a dependable member of the movement. Charles was such a member that we did not have to struggle to convince to take a collective action on the floor of the House and beyond the floor of the House. So I am sure many of us, including his colleagues who are left in Parliament, will miss him dearly. Charles was very, very steadfast and forthright, qualities that he has carried himself up to his demise. We are all pained by the brutal manner in which Charles lost his life, and we pray that God continues to comfort his family, especially during these very trying moments. His Excellency President William Ruto shares with the family the grief in the loss of Charles, and he has made an undertaking on behalf of the government of the Republic of Kenya that no stone shall be left unturned until all those who planned, who orchestrated, and actually committed this heinous crime, that the government of the Republic of Kenya will do whatever it takes to apprehend all those criminals plus their sponsors, and eventually justice shall be served. So may the Almighty God continue to bless the family and to rest the soul of Sir Charles Ong'ondo Were in eternal peace. Thank you very much. Reverend Father, we are moving very fast in keeping with the time you've given us. Allow me now to... Honorable Were served in 2 committees, Reverend Father. The committee in charge of blue economy, the chairperson and the membership, the Honorable Kangogo Bowen, and the membership present here recognized, and the committee in charge of national cohesion and equal opportunities. Again, the leadership of that committee. In that latter committee, fellow Monas Were was the vice chairperson. So we've not just lost a 2-term member, but also a leader in the house of the committee in charge of national cohesion and equal opportunities. Honorable Reverend Father, you've heard Honorable Were was a member of the ODM party. The Honorable Edwin Sifuna, the Senator for Nairobi, has the message of the party leader of ODM, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Come forth and deliver the message, Senator Sifuna. Asante sana Mheshimiwa Kaluma, Father Deogracious na kanisa hili la Konsolata, familia ya rafiki yetu Mheshimiwa Charles Ong'ondo Were wakiongozwa na dada yangu Magi na Ann. Tumsifu Yesu Kristu. Father, mimi ni Mkatoliki na nataka kwa niaba ya viongozi wote ambao labda wamekiuka ile maagizo ambayo ulisema niombe msamaha. Makosa hayo nitayabeba mwenyewe. Nitaenda nione Bishop Anyolo niombe msamaha na pia ili asikuweke taabani. Nimepewa jukumu hapa Father kwa sababu mimi ni katibu mkuu wa chama cha ODM, chama ambacho Mheshimiwa Were alikienzi, chama ambacho Mheshimiwa Were alichaguliwa. Niko hapa kuleta rambirambi za kinara wangu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ndio kinara wa chama cha ODM. Niko hapa kuleta rambirambi za chama kizima, makao makuu ya chama. Father, ukiniruhusu, kuna wale ambao tumetembea nao kutoka makao makuu ya chama cha ODM. Ningependa wasimame tu waonekane kwamba wako hapa na sisi katika hii safari. Tafadhali, kama umetoka makao makuu ya chama pamoja na wale wanachama wa NEC ambao wako hapa wasimame ili baraza ama mkutano huu uweze kujua kwamba baraza zima la chama cha ODM liko hapa. Asanteni sana, mnaweza kuketi kwa sababu ya muda sitaweza kuwataja majina yenu nyote, lakini tunawaenzi sana. Kwa familia, mnajua kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa amesafiri, lakini aliweza kufika jana jioni na alipata nafasi na fursa ya kujumuika na nyinyi ili kuleta rambirambi zake mwenyewe, kwa sababu Mheshimiwa Sir Charles
alikuwa ni rafiki wake wa karibu. Huyu ni alikuwa mwanachama wa ODM ambaye alikuwa na kienzi hiki chama chetu ambacho alikuwa anaheshimu sana, na alikuwa advisor wa karibu wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mimi pia alikuwa ananishauri mara kwa mara. Wakati mwingi mnajua ndani ya chama hatuwezi wakati wote kuzungumza ama kuyaona mambo kutoka kwa perspective moja, lakini alikuwa baadhi ya wale ambao alikuwa analeta upatanishi ndani ya chama, ya kwamba tunaweza kuketi hata kama kuna tofauti ambazo tunazo ama mtazamo tofauti kuhusu mambo ambayo yanahusu nchi yetu, tuweze kuja pamoja baadaye na kusimama pamoja kama chama cha ODM. Nyinyi nyote mnajua kwamba ilikuwa ni mapenzi yake kwamba akifariki, na alikuwa anasema kimzaha, wakati ule tulikuwa katika mazishi kule Migori ya chairman wetu Mheshimiwa Makabongo, akasema kwamba angependa kwenda ndani ya chama cha ama rangi za chama, na ndio unaona tumemwenzi kwa kuhakikisha kwamba tunafuata jinsi ambavyo alituagiza. Mimi nataka nichukue fursa hii kwa niaba yangu mwenyewe kama katibu, kwa niaba ya makao makuu ya chama, kwa niaba ya kinara wetu Mheshimiwa Raila Odinga ambaye ameahidi kwamba atakuwa na sisi siku ya Ijumaa kule nyumbani, kutoa pole zetu za dhati kwa familia zima ya Mheshimiwa Sir Charles. Father, kwa wakati ambao nimekuwa katibu tumewapoteza wabunge kama watatu. Tulimpoteza Mheshimiwa Dori kule Msambweni, tukampoteza Mheshimiwa Imran Okoth hapa Nairobi, tukampoteza senator wa kule Migori na yeye akatuacha, lakini hakuna mtu ambaye ametuacha katika njia ambaye Sir Charles ametuacha. Ombi letu ni kwamba kwa sababu masaa ya mwisho ya Sir Charles yalianzia pale bunge, tunataka uchunguzi ufanywe kwa dhati kuanzia pale bunge. Ni matumaini yangu kwanza Mheshimiwa Speaker kwamba kamera za CCTV pale bunge zinafanya kazi. Mheshimiwa Governor, sisi kama viongozi wa Nairobi tuna maelezo ya kutoa kwa taifa kuhusu usalama ndani ya jiji letu la Nairobi. Tunatumai kwamba kamera za CCTV ambazo ziko katika mji wetu huu, kwa sababu Nairobi is the capital city of this country, we need to have all these things in place, na tunaomba kwamba haki itendeke kwa ajili ya Mheshimiwa Were. Mimi najua Father umetuambia hapa kwamba sisi sio wakamilifu, na Biblia inasema mkamilifu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Hata na sisi wanasiasa huwa tunateleza na tunakosea, tunatoa matamshi wakati mwingine ambaye yanapelekea wananchi kutuona kama sisi pia ni maadui wao. Lakini hata tukiteleza, manake kila mtu anateleza, haiwezi kufika wakati ambapo tunasherekea wakati misiba inapata mwenzako. Tunataka kuomba msamaha kama viongozi iwapo tumefanya ama kutenda ama kusema lolote ambalo limepelekea wananchi wa Kenya kutuona ni kama kwamba sisi sio wamoja na nyinyi. Kwa hivyo Father, kwa hayo mengi mimi nataka nikomee hapo, niseme pole tena na tuombe sote kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuiweka roho ya Sir Charles mahali pema peponi. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Principal Secretary Bwana Makoa, the PS in charge of economic planning in the National Treasury, together with all the other PSs present, you are recognized. Honorable Imran Okoth is also recognized for good reasons. I know it is your brother Ken Okoth who died. Let me at this stage welcome the majority leader in the National Assembly to give his message of comfort and strength to the family, words of condolences, and thereafter to invite the Speaker of the Senate to then proceed to deliver his message and invite the Speaker, whose member we are mourning, the Speaker of the National Assembly. Thank you. The Honorable Sabina Chege is also present, of Muranga. Oh, the Honorable Amurada also has joined to mourn his brother. Thank you, Mheshimiwa Kaluma. Father and our speakers, allow me first also to recognize, I've come with Honorable Anno Amurada, who is a County Women Rep for Kiambu, and Honorable Sabina Chege from Muranga County. And our apologies, Father, because we didn't intend to be late, but we got delayed in another public function in Muranga. But allow me first to our brother Were's family to say pole, and on my own behalf, on behalf of my family and the people of Kikuyu, and since I came with my women rep, all the people of Kiambu County say pole
to the family of our late brother, Honorable Were. Just to give you strength, that as the speaker said yesterday to the family, please ignore all that has been said out there. Cherish the memories that you shared with Mheshimiwa, like we will all do, those of us who have worked with him. And we worked with him since he joined Parliament last term. And Mheshimiwa Were was a gentleman par excellence. Very humble, very polite, soft-spoken, but very firm and a very good leader who always put his people first. So I would beg that we all cherish those memories of Mheshimiwa Were and ignore all the negativity and the other things that people out there may want to say. We know Mheshimiwa the way we knew him, and we want to live with that memory of him as we pray to the Almighty God to rest his soul in eternal peace and give comfort to his family. Thank you, and may God bless you. And it's now my honor to invite the Speaker of the Senate, Senator, Governor, the Right Honorable Kingi. Familia ya mwenda zake, kanisa na waombolezaji wenzangu, kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba ya bunge la Senate, kwa uchungu na huzuni kubwa tungependa kupeana risala za rambirambi kwa familia ya mwenda zake. Kifo ni kifo, lakini hakuna kifo cha uchungu kushinda kifo cha ghafla. Hadithi tulioambiwa ni kwamba Mheshimiwa Were alitoka bunge akielekea nyumbani, na katika harakati ile akauawa kinyama. Ni kifo chenye uchungu mkubwa. Kwa wajane letu ni kuombea Mwenyezi Mungu awafariji, afanye wingu hili la huzuni nyingi alifanye jepesi angalau mweze kulimudu. Wahenga wanasema kwamba mti mkubwa ukianguka makinda ya ndege huyumba. Na bila shaka Mheshimiwa Ong'ondo Were alikuwa shina kubwa kwa familia hii. Kuondoka kwake kutafanya familia hii itayumba kiasi. Kwa hivyo letu ni kuombea Mwenyezi Mungu na kuwapatia bega la kuegemea wakati huu mgumu, ili wingu hili la majonzi lipite kwa kasi. Kilichobaki ni kujua haki na ukweli. Ikiwa kweli tulimuenzi na kumpenda Mheshimiwa Were, ukweli lazima tuambiwe. Ni kitu gani, ni nani aliyefadhili mipango ile iliyomfanya Mheshimiwa Were apoteze maisha? Kwangu mimi hata siangalie wale vijana waliokuwa nayo bunduki. Kwangu mimi ni nani aliwatuma vijana hawa kuchukua maisha ya Mheshimiwa Were? Manake wazungu wanasema kwamba I felt pain not because of the arrow that hit me. I felt so much pain after knowing who actually released that arrow. Hatutaki kuambiwa hawa vijana wapelekwa kotini halafu kesi ishie pale. Lazima tujue hawa vijana walitumwa na nani. Manake yule ndiye gaidi mkubwa na ndiye adui mkubwa wa familia hii. Na ikiwa anaweza kutuma vijana kumuua Were, kesho atatuma vijana kuniua mimi na kukuua wewe. Kwa hivyo lazima yule mhalifu mkuu aliyetuma wa vijana awekwe mbaroni na haki itendeke. Sifa nyingi zimemiminwa hapa kwa Mheshimiwa Were, lakini ile sifa ambayo inamtofautisha Mheshimiwa Were na watu wengi, hususan wafuasi wa chama cha ODM, ni
kwamba Mheshimiwa Were alikuwa na heshima na mtiifu mkubwa wa chama chake na hususan kiongozi wa chama. Ukiangalia misemo yake Mheshimiwa Were, hotuba zake zote, ni kwamba hakuna siku hata moja alikiuka wala kwenda kinyume na mwelekeo ambao baba alipeana. Hiyo ni sifa ambao si wengi tuko nayo. Manake tumeona mara nyingi sana, hususan hivi majuzi, kwamba baba amepeana mwelekeo wa kwenda upande huu, lakini tunaona wanachama wa chama hicho wanakiuka kauli ya mzee. Jifundisheni kutoka kwa Mheshimiwa Ong'onde Were. Alikuwa na ile heshima ya askari. As a soldier, when your superior says yes, you salute and say yes. That is our brother who is today laying in the casket. Kwa hivyo changamoto ni kwenyu. Kiwiliwili chake kitatingisika sana katika kaburi iwapo mutasimama na kukiuka mwelekeo ambao